Ufunuo 12 ule mstari wa 11, kile kipengele cha mwanzo, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa lugha nyingine, bila damu ya mwana kondoo wasingeweza kushinda. Na kwa sababu hiyo ushindi haukuwa kwao. Ushindi ulikuwa ndani ya damu ya mwana kondoo. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kama pendo la Mungu limeonekana msalabani, inamaanisha pale msalabani pendo la Mungu liliwekezwa ndani ya damu. Kwa hiyo katika pendo kuna ushindi. Ule ushindi ukawekwa ndani ya damu. Na sisi tukitaka kupata pendo la Mungu lazima tuiamini damu ya Yesu. Maana kule ndani ndiko kulikowekwa pendo, na ndani yake kuna ushindi. Kuna vipengele ambavyo Mungu alikuwa ananishirikisha hapa na pale vya kuongeza imani ndani ya damu ya Yesu. Na mmoja wapo aliniambia ni kwa kuangalia thamani. Alafu nikamuuliza thamani ninaionaje ndani ya damu? Akasema fuatilia na kutafakari damu ilivyotambulishwa. Waebrania 10:19 imesema damu ya Yesu, haikusema Kristo. Wakorintho wa kwanza 10:16 imesema damu ya Kristo, haikusema Yesu. Na hii Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2 inasema damu ya Yesu Kristo. Why? Kwa nini? Thamani imefichwa huko ndani. Kila neno lina uzito wake. Ukiamua kulichangua kila moja, utakutana na utajiri mkubwa usiowahi kuona. Na imani yako juu ya damu ya Yesu itanyenyuka, na utauona ushindi wako kwenye eneo ambalo hukutarajia, ambalo inawezekana umeishi maisha ya kushindwa miaka yote au muda mrefu. Ghafla unakuja kugundua kwamba kulikuwa na huo ushindi wako ndani ya damu ya Yesu. Ni ile tu kwamba hakuna mtu alikwambia, na hata kama alikwambia hakukwambia namna ya kupata. Kila agano Mungu uko juu mbinguni anatoa amri kwamba katika kukubalika ushindi wa mwanadamu, ili apate ushindi dhidi ya vile vilivyotokea katika maisha ya mwanadamu kwa dhambi kuingia, anahitaji katika msimu huu, katika nyakati hii, anahitaji damu hii. Ilipofika kwenye kipindi cha Yesu, maandiko yanatuambia alitambulisha agano jipya. Alipokuwa anatambulisha damu yake, akazungumza juu ya agano jipya. Katika agano jipya msingi wake unakuwa damu ya Yesu. Kwa hiyo damu ya mafahari, kuanzia pale Yesu damu yake ilipomwagika, mbinguni ilikuwa batili. Kwa hiyo huwezi kutumia damu ya mafahari kwa ajili ya kupata ushindi wa msalabani. Utatumia damu ya Yesu kupata ushindi wa msalabani. Na shetani hawezi kuiga. Hawezi kuiga. Ya mbuzi anaiga, ya ndege anaiga, ya kuku anaiga, ya watu anaiga. Ya Yesu hawezi kuiga. Kwa hiyo ukiona mtu anakuja kaweka kwenye nyumba yako damu ya kuku, usisahau wewe una damu iliyo bora kuliko ya kuku. Mbinguni damu ya kuku ilikuwa cancelled, ya mbuzi ilikuwa cancelled, ya mafahari ilikuwa cancelled. Kule kuna damu ya Yesu inanena mema kwa ajili yako. Kwa hiyo mtu asikutishie na nguvu zilizoko kwenye damu ya kuku na ya mbuzi. Wewe unayo damu iliyo bora kuliko hiyo. Ikiandika maandishi, damu ya Yesu inafuta. Ikirusha laana, damu ya Yesu ina cancel. Hallelujah. Tatizo ni kwamba kwa sababu hatuna imani na ushindi tuliopewa ndani ya damu ya Yesu, tunaogopa damu ya kuku na kushindwa kwetu kulikowekwa kule ndani kuliko ushindi tuliopewa ulioko ndani ya damu ya Yesu.
Ndio maana shetani hahitaji kupigana na kitu kingine chote, anapigana na imani yako. Akipigana na imani yako amekushinda kabla hujaanza vita. Haleluya. Yuko mtu mmoja alikuwa anaombea mji. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Ilipofika siku ya 4, sehemu aliyokuwa anaenda kutembea kwenye ule mji, akakuta mbuzi amechinjwa na damu inamwagika pale, na juu ya ule mzoga wa mbuzi imeandikwa jina lake. Akatizama yule mbuzi, akapanda juu yake, akasema, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, akapita. Na alipomaliza siku ya 7, aliyekuwa anashindana naye alikufa. Usiniulize ni nani. Hakuwa anamwombea afe, ila alipigana na mahali ambapo hakutakiwa kupigana. Alitakiwa akae mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri ni kwa nini ukisoma habari za Musa, Biblia inasema alichukua ile damu ya agano ya mafahari, akanyunyiza juu ya kitabu chenyewe na juu ya watu? Kasome Biblia yako kwenye ile Waebrania 9. Ndio maana nakwambia soma ilivyoandikwa, wengine hawaoni hiyo kitu hapo. Anasema hivi, alinyunyiza kitabu chenyewe na watu wote. Kitabu gani? Cha Torati alichokuwa ameandika. Kwa nini alikinyunyiza? Damu na watu wote, ili kuweza kuunganisha kilichoko ndani ya kitabu na maisha yao ya kila siku Mungu aliyokuwa anataka. Na ndio maana unakuta si watu wengi sana wanaelewa kwa nini shetani anapofusha fikra zao. Na njia mojawapo ya kuondoa fikra, upofu kwenye fikra, ni kunyunyiza damu ya Yesu juu ya akili zako, ili upate kuelewa na maandiko. Kwa sababu akikuzuia kuona kilichoko ndani ya maandiko, amekuzuia imani ambayo ndio itakupa ushindi katika vita vilivyoko, ndio itakupa kuona na kuchukua ule ushindi ulioko ndani ya damu ya Yesu. Kwa hiyo yeye hahitaji kupambana na damu ya Yesu, alijaribu akashindwa. Kwa hiyo hapambani na damu ya Yesu, anapambana na wewe usije ukaona ushindi wako ulioko ndani ya damu ya Yesu, kwa sababu ukishaupata utautumia kumshinda. Kwa hiyo lazima akate ili usione. Unasema anafanyaje? Anafanya uone vitabu vingine vitamu kuliko Biblia. Unaweza ukasoma vitabu 4 5. Sura moja ya Biblia inakutoa jasho. Unafikiri ni kitu cha kawaida. Unayo Biblia kwenye simu yako, lakini unasoma WhatsApp zaidi kuliko Biblia. Hata mstari umeweka notification, unachomoza hapo kila asubuhi saa 12 ili ujue mstari wa siku. Unausukuma pembeni, unasoma kwamba message zilizoingia usiku. By the time unamaliza, huna muda wa kusoma Biblia. Wewe unafikiri ni kitu cha kawaida. Unanyang'anywa ushindi wako. Unanyang'anywa ushindi wako. Ndio maana unaona vitabu vingine vitamu kuliko kitabu cha Biblia. Huu ndio uzima wako, maarifa yako, ushindi wako. Lakini unanyang'anywa na unaona ni kitu cha kawaida. Hivi ni vita vya kiroho. Kati ya vita kimojawapo cha mifumo inapigana kwa kuficha kilichoandikwa, kilivyoandikwa. Pamoja na nisikia ninachosema. Mifumo inaficha vitu kwa jinsi inavyoandika kinachoandikwa. Wengine bado hawajasikia. Kwa sheria za biashara, kama unauza kitu ni kinywaji, lazima uandike kimewekwa kitu gani kule ndani na percentage yake. Tunaenda sasa. Okay, kwa hiyo kama unataka kusoma, kwa nini wameandika na maandishi madogo? Ili uone uvivu wa kusoma. Sio kwamba waliishiwa karatasi. Msinikasirikie nyinyi mnaoandika namna hii. Najaribu kusema kama unataka watu wanufaike na kitu ulichoandika, andika kwa namna ambavyo si kila mtu atahitaji miwani.
Weka kwa lugha ambayo watu wa kawaida wataweza kuelewa. Nasi utabidi umtafute mtaalamu. Hebu soma hapa. Ina maana gani? Akija kukueleza maana yake unashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.